Ya mama, hebu tuongee kitu. Nimepata mchumba na nataka nioe. Je, ni ng'ombe ngapi tutadai? Mwambie mjomba ajiandae. Tena baba mkwe amekaza, tutoe za kutosha, iwe fedha au mali, mambo yaende. Na mkoti wa mjomba tutanunua, kanga ya shangazi nayo iwepo. Kwenye ndoa babu na bibi kabisa wasikose uhondo, nataka watu wote wawepo. Baada ya ndoa, baada ya ndoa, tushaongea tutajikabidhi kwa Mungu hata baada ya ndoa baby. Tushaongea mpaka kifo kije kitutenge, hii baada ya ndoa baby. Baada ya ndoa tukawasalimu na ndugu zetu, tena baada ya ndoa twende tuwaone kijijini kwetu. Baada ya ndoa twende tumuone na baba mkwe. Baada ya ndoa twende kanisani pamoja baby. Baada ya ndoa, baada ya ndoa, Fanya hivi mapema. Beba hilo sikilize. Uende nalo hivi na hilo unashindwa kubeba na wewe mapema. Yuko wapi tujue? Angalieni chakula asiende kingine kwa maarufu wa kale. Hata dokta huyo unaweza kumpa chakula hospitali hapa apeleka. Haji jana. Kupiga vigelegele ni vibaya. Sijajua kama ni vibaya, lakini kama sio vibaya basi angalau tuwe tunawatia moyo kwa kupiga vigelegele. Kuwa na taasisi zenu. Nimepewa utaratibu ya kwamba tutapiga vigelegele sana, lakini tukishatoka pale nje wakati tukiwa kwenye ukumbi wa sherehe. Basi nzuri sana, ukumbi wa sherehe ni hapa kanisani. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Naona mabinti wetu wazuri kabisa wako Magoni.
pia ni mzee wetu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Masanga. Bwana asifiwe. Kwa hiyo leo mzee wa kanisa naye amepata jiko. Vijana naendelea kuwakumbusha ya kwamba taratibu kamili mtaona namna unavyokwenda leo. Na mzee wetu wa kanisa atakuwa ni mfano wa kuigwa katika mambo haya. Na wanaelekea katika siku zao ambazo zimepangwa maalum kwa ajili yao kwa siku ya leo, hala ambapo watakaa na kusikiliza utaratibu wa namna watakapounganishwa kuwa bwana na bibi, hala ambapo watapewa au watapata kufungua pingu za maisha. Barabara kabisa na Bwana Mshenga akiendelea kupanga mambo sawa. Matroni, mambo yatakapokuwa tayari, basi utatutaarifu kwamba mambo yamekaa vizuri ili msiaturishe na kuanze shughuli ya ibada. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu sana, wewe ndiwe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na kwa upendo wa pekee kabisa uliumba ndoa, na leo tunajikumbusha ya kwamba tukio la ndoa ni mapenzi yako. Jina lako litukuzwe sana. Tunapoendelea na ibada hii ya ndoa, tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, aendelee kutuangaliza, na sisi ambao tulikwisha kufunga ndoa siku nyingi, basi leo tukakumbuke tukafanye matengenezo. Kila mmoja ukatubariki sawa sawa na wingi wa neema yako. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Bwana apewe sifa kwa Mungu. Basi kabla sijamruhusu mchungaji kusimama, nipende tu kuwakaribisha watu wote, karibuni katika tukio hili zuri la ndoa. Bwana apewe sifa. Basi tutaenda kutambulishana kwa haraka haraka. Mimi hapa ni mzee wa kanisa kiongozi, naitwa Stephen Jackson. Tumeambatana na mchungaji wetu wa mtaa, mchungaji Marco Rudonya. Bwana apewe sifa. Hebu basi nione mikono ya watu waliotoka maeneo ya stendi. Watu waliotoka maeneo ya stendi, naomba tusimame tupungiane mikono. Asante sana, asante sana. Kulikuwa na mapikipiki lakini yameondoka, tutapeleka salamu. Haleluya. Hebu nione mikono ya watu waliotoka Jine. Jine, stand up. Yeni watoto tu. Amina. Mungu awabariki sana. Nione watu waliotoka mazingira yetu ya hapa Masanga. Waliotoka mazingira yetu Masanga ambao si waumini wa kanisa hili. Tupungiane mikono. Asante, asante. Basi nione watu waliotoka kundi la Mangungu. Niombe wasimame. Amina. Bwana apewe sifa. Basi wenyeji wetu, hebu niombe msimame, kanisa la Masanga. Haleluya, haleluya. Jamani, ni jambo la kumshukuru Mungu, huyu Mungu anayetupenda. Kanisa la Masanga limekuwa na kundi Igogo, kundi kule Mangungu, na leo linadhihirisha kweli ni kundi letu. Haleluya. Maana hatutaki kwenda nje, ndani kwa ndani. Bwana apewe sifa. Basi niendelee kumshukuru Mungu. Leo ni siku ya pekee kwa maharusi wetu. Tembeeni hatua ndogo, hatua za ushindi. Leo ni siku ya pekee kwa maharusi wetu.
amezirai baada ya kutolewa ubavu kwenda kutengenezwa mwanamke, na akatengenezwa mwanamke, huwezi kujua waliongeaje na Mungu wewe ukiwa umelala, ila tu uliona tu anakuja, asema huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke. Ulijua mawasiliano waliokuwa nayo kule? Jibu hapana. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na akili za ziada kuweza kuishi na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Sikilizeni. Hao wanawake wametoka ndani ya wanaume. Haleluya. Lakini wakaumbwa kwa namna ya pekee ili kuwa furaha kwa mwanamume. Hicho tu ni kitu cha thamani kwako ukielewe. Kwa hiyo unakwenda kuondoa simanzi zote za muda mrefu kwa huyo mwenzi unaokwenda kumpata. Lakini pia Yohana, sikiliza, muda mwingi, wakati mwingine ulitoka na kuingia na ukaja kama ulivyotoka, lakini kwa sasa hupaswi kuja kama ulivyotoka. Ulitoka mikono mitupu, utakuja na bahasha. Mwanamke ni wa thamani, mama ni wa thamani. Kwa sababu gani? Kwanza, sijui ana nguvu, sijui ana nini, ana uwezo wa kufanya kazi akiwa amebeba mtoto, lakini wachache wanaume wanaweza kufanya kazi wakiwa na mtoto. Hilo tu naomba mlikumbuke na muwapatie maua yao katika jambo hilo. Baada ya kusema hivyo, nikumbushe wanawake pia, wanaume hata awe na ndevu kiasi gani ni kama mtoto mdogo. Nataka kujua kama ni kama mtoto mdogo, kamuulize Samson katika Biblia. Kwa hiyo akina mama, ni wakumbushe, msilete ulaghai kwa waume zenu. Sema kile kilicho cha kweli, ili usije ukamuingiza matatani mwenzako, maana yuko radhi kukubaliana na chochote kwa ajili yako. Sasa uwe na kiasi, maana mwisho utasema nataka hiki, nataka hiki, mwisho anaenda na kopa eta kuridhishe wewe, baadaye matokeo yake madeni yamejaa. Hiyo ni sahihi? Bwana wabariki mnapokwenda kujenga nyumba zenu, na wale wa Kumbukumbu la Torati, nendeni mtengeneze ili muweze kuishi katika njia impasayo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Maharusi simameni. Nalo inafananishwa na muungano wa Kristo na kanisa lake. Jambo hili takatifu alilibariki na kuliheshimu kwa kuwapo kwake na kwa muujiza wake wa kwanza aliofanya katika mji wa Kana ya Galilaya. Na ndoa imesifiwa zaidi na Mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na wote, na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Katika hali hiyo takatifu ya ndoa, hawa wawili waliopo hapa mbele yenu wamekuja wapate kuunganishwa sasa kwa kicho cha Mungu, ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Kwa ajili hiyo, mtu yeyote akiweza kuonesha sababu inayoweza kufanya wasiunganishwe kihalali katika ndoa, aseme sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwepo amenyamaziana, na anyamaze milele. Haleluya.
Nashuhudia kweli kwamba ninashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Yohana Mbana Gegu kuunganishwa katika ndoa na Dorcas Juma Kishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi kuunganishwa katika ndoa na Yohana Mbana Gegu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yohana, je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemwoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndiyo, nakubali. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya na kuwaacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndiyo, nakubali. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imeandikwa mbinguni. Unamkubali mwanamume huyu kuwa mume wako aliyekuoa kihalali na kuishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndiyo, nakubali. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya na kuacha wengine wote ukidumu na yeye tu siku zote mtakazoishi? Ndiyo, nakubali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni nani basi anayemtoa mwanamke huyu awe mke wa mwanaume huyu? Mzee anasema yuko tayari na anamkabidhi bwana harusi akamtunze vyema bibi harusi. Haleluya. Amen. 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 Inakuja hapa, naomba mviape kwa akili, ikiingia mioyoni mwenu kama ifuatavyo. Mbana utafuatisha hivi. Nawasihi watu wote waliopo hapa, ninawasihi watu wote walioko hapa washuhudie kwamba mimi Yohana Mbana Gegu na kutwaa wewe Dorcas Juma Kishiwa uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo mwambie nakupa ahadi yangu.
ninakupa ahadi yangu. Haleluya. Dorcas, na wasihi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Dorcas Juma Kishiwa na kutwaa wewe Yohana ambaye Nagege uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe nawe niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo mwangalie usoni, mwambie nakupa ahadi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Sababu Yohana na Dorcas wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wameyashuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano huu. Na katika mambo haya wametoa ahadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono. Sasa mimi Pastor Marco Rudonya natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na mamlaka ya sheria ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba wamekuwa mume na mke kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukuzwe Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa wema wako. Upendo wako umefanya wakutane watu hawa wawili, Yohana na Dorcas, waliolelewa tofauti, lakini umewaleta kuwa pamoja kuanzia tarehe ya leo, na wameahidiana kuweza kuishi pamoja kwa furaha. Hata kama kuna shida, wataendelea kuhudumiana mpaka mwisho. Sifa na utukufu ni vyako milele. Hivyo nawaleta mikononi mwako, uwatunze na kuwalinda, wasimamie katika maisha yao watokapo na wanapoingia. Wapatie baraka tele za watoto, wapatie baraka tele za mali, uchumi wao kwa kushirikiana pamoja ukawafanikishe. Na hata kuona kwamba kumbe walichelewa, wakawe mifano bora kwa ajili ya vijana wengine. Unapokuja wakute wako tayari kukuraki hewani pia, maana migogoro yoyote inayoweza kujitokeza, ulisema huwezi kusikia ombi la aina yoyote. Ondoa hayo yote, amani, mshikamano kaweze kuwa ndio tumaini lao katika maisha yao kila siku. Tunawaombea wazazi wao, ukawainue katika mahusiano hayo ambayo yamepatikana ya pande mbili, wakaunganishwe na kuwa washauri wazuri kwa ajili ya maisha ya watoto wao. Unapowabariki, wafanye watoto wao kukumbuka wazazi wa pande zote mbili. Wapatie kuheshimu wazazi wao ili waweze kupata kuishi muda mrefu katika nchi ambayo wewe umewapatia. Hilo Bwana nakusihi ukalifanye. Lakini pia na waleta mikononi mwako, wakumbushe maombi katika nyumba yao. Wakumbushe maombi katika ibada ya nyumba yako. Wakatembee wote wawili, kwa kuwa umewaita na kuwashikisha mikono
basi wakawa mfano pia katika ibada ndani na nje ya kanisa. Baba, tunapomaliza hivi, tunaomba Bwana uwabariki watokapo, uwabariki waingiapo, mpaka kuja kwako mara ya pili, wakafurahi kuingia katika paradiso ya mbinguni wakiwa wote. Lakini si hawa tu, na wale waliovutwa kulingana na maisha yao matakatifu. Tunamshukuru, tunakuhimidi, maana fadhili zako ni za milele. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Amen. Amen. Watambulisha kaka zangu na wadogo zangu popote mlipo, naweza mkapunga mkono. Bwana awabariki sana. Pia ninapenda kuleta utambulisho pia kwa viongozi ambao tumeshiriki pamoja katika kazi ya Mungu, wakiwepo wazee wa kanisa wote. Popote mlipo mnaweza mkapunga mkono. Wazee wa kanisa la Masanga, bwana harusi ametambua uwepo wenu. Basi napenda kutambulisha na kumleta kwenu penzi changu barabara. Mambo yamependeza sana. Bibi harusi kapendeza, hajapendeza? Bwana harusi amependeza, hajapendeza? Sasa niombe bwana harusi hapo hapo umkabidhi bibi harusi mic ili aweze kutambulisha ndugu zake wote ambao ameambatana nao katika shughuli yake ya leo. Karibu bibi harusi, kwa haraka sana uwatambulishe ndugu zako na usimsahau yeyote, maana ukimsahau hiyo lawama utaibeba peke yako. Amina. 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 Kwanza napenda nitambue uwepo ambaye ni mume wangu kipenzi. Naam. Ambaye ni Yohana Mbana. Naam. Bibi harusi anamtambulisha mume wake kipenzi ambaye ni Yohana Mbana. Amina. Pia napenda nitambue uwepo wa wazazi wangu ambaye ni baba na mama. Wazazi mahali popote walipo wasimame wapunge mkono kwa haraka sana, wametambulishwa baba na mama. Karibu tuendelee. Napenda nitambue uwepo wa mashangazi pia. Mashangazi mtu mahali walipo. Napenda pia nitambue uwepo wa madada zangu. Naomba dada wa bibi harusi mahali walipo wapunge kwa haraka. Pia napenda nitambue uwepo wa mashemeji. Mashemeji. Pia napenda nitambue uwepo wa matroni na mabesi pia. Matroni wamekwisha kutambulishwa na wale wasimamizi wa ndoa. Asante sana. Karibu. Pia napenda nitambulishe kanisa pendo lilikotoka. Kanisa la Mangungu, kundi la Mangungu, tafadhali mmetambulishwa, mmetambuliwa uwepo wenu. Wakati wa keki inasogezwa na nyama na zawadi zenu. Mtakapokuwa mnatoa zawadi zenu, mtakuwa mnalishwa keki unakwenda. Kiombe kamati kama kuna tukio lingine ambalo linatakiwa kufanyika, mlilete kwa haraka ili nisisahau alafu tukalaumiana. Naam, barabara kabisa kuna keki nzuri ambayo iko pale. Sasa ninaomba matron pamoja na yule mwandaji wa keki mtoe maelekezo ya namna ambavyo ile keki itakatwa. Kuna maiki iko pale, kwa hiyo niombe mtoe maelekezo ya namna hiyo keki itakapokatwa kwa haraka sana. Alafu baada ya hapo tutaendelea. Naomba mwiwe kile juu, harusi mwiwe kisu chile juu. Harusi naomba mwiwe kisu juu. Harusi naomba mwiwe kisu juu. Iwe juu kabisa. Naam, sasa tunakwenda kukata keki ile moja, mbili, tatu, tukate keki kwa pamoja.
sawa sawa, ili tukio la kula keki liende sambamba na utaratibu wa kutoa zawadi. Sasa niwakaribishe kulishana keki hiyo ya upendo, kuashiria kwamba ndoa yenu imefungwa leo. Na 1, 2, 3, karibuni sana mlishane keki hiyo ya upendo. Yaani shamba ya tunakwenda kulishana 1, 2, 3, karibuni. Na mshamba ya vigelegele tafadhali. Asante sana. Hao ni viongozi wa kanisa la Mangungu wanatoa zawadi kwa niaba ya kanisa. Niombe mtu wakusanya zile zawadi. Asanteni sana. Baada ya hapo, naomba niwakaribishe wazazi wa bwana wa bibi harusi. Wazazi wa bibi harusi, wazazi wa bibi harusi, karibuni mtoe zawadi yenu. Wazazi karibuni. Wazazi karibuni. Wakati wazazi wanapita pale kutoa zawadi, niombe dada zake na bwana harusi na bibi harusi wajiandae. Dada zake watafuatana na mawifi, watafuatana na kaka wa bibi harusi, lakini watafuatana na shangazi. Haya, wakati mnaendelea kutoa zawadi zenu hapa, niombe baba wa bwana harusi ana jambo la kusema kidogo kwa haraka. Sasa niombe mzee Seleli msamehe kwa sababu Kiswahili kidogo ni shughuli. Naomba msamehe ili twende kwa haraka. Hapo wakati huo tunaendelea kutoa zawadi. Haya, basi katika kuendelea utoaji wa zawadi hapa, mzazi wa bibi harusi ametoa zawadi ya mbuzi jike. Asante sana, tunakushukuru sana mzee, Mungu akubariki. Kwa hiyo bwana harusi utafanya utaratibu wa namna ya kutoa yule mbuzi. Niombe watu wa Mangungu tuendelee kutoa zawadi zetu pale, na wakati tunakamilisha zoezi la utoaji wa zawadi kwa watu wa Mangungu wote, marafiki wa bwana harusi waambatane na ndugu wa bwana harusi. Baada ya hapo, niombe wana wa kike na sanga kwa ile makundi ya kwanza, la pili na la tatu wajiandae. Wana wa kike masanga wana makundi manne, nimeambiwa wajiandae, lakini wakati wanajiandaa namuomba kwa baba wa bwana harusi, baba wa bwana harusi, jipange pale kwa ajili ya kutoa zawadi. Wajipange pale kwa ajili ya kutoa zawadi zao. Wakati huo niombe MC namba 2, mama Masendo, uchukue maiki ya pili. Naomba uchukue maiki ya pili kwa ajili ya sasa nimeona mzee wa kanisa la Tineli pale, Mrs. Muraza wakitoa zawadi zao kimya kimya. Mmeshangali sana. Mtakuja
namba moja. DJ anatuchezea. Tafadhali DJ usije ukakatili watu wako kwenye mstari. DJ wacha hizo habari. Piga kigelegele kwa watoto. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu, jamaa na marafiki wote ambao mmeweza kututembelea, lakini pia kushughulika kwa shughuli nzima kuanzia maandalizi lakini mpaka tunahitimisha. Licha ya changamoto ambazo zimetokea ni za kibinadamu, tunaomba mtuwie radhi. Tunaomba mtusamee, tutakapohitaji siku nyingine muweze kujitokeza kama mlivyoweza kujitokeza siku hii ya leo. Mungu awabariki sana. Kidogo